tumekuwa na Ukristo ya ujinga. The word love comes from God. Ama inatoka kwa shetani? It is a godly word. Hii ingine mnaanza kufikiria ni venye akili zako zimekufia hapo. Ati sasa nimemwambia I love you, sasa amesa kusema kai pastor ananipenda, aki ananitokoza. Nilienda tu akaanza kuniangalia mpaka unaona venye alikuwa anafanya hivi. Acha upuzi. Love is God and God is love. Tukielewa lugha vizuri, tutaanza kumisiridi watu. Kwa sababu I need to love you. Nakupenda, nakupatia hapa mahali ya kulilia. Na nikikupatia mahali ya kulilia, si eti kuna kitu kingine. Ukililia vizuri na usikie roho imesikia vizuri, wacha kufikiria kuniambia asante. Wa mama. Najua ukipatia mama hapa mahali ya kulilia, aliye tena machozi ishe, anafikiriaga nitasema asante namna gani. Sasa anaanza kusema asante na njia nyingine. Usiseme asante na njia nyingine, abia Mungu thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. It is only God who can touch you. Me, I'm just a vessel. Ninatumika kama chombo, nikuje nikusaidie. Mimi pia nilisaidiwa. Kuna wakati nilikuwa nakula kwa matangi. Unashika hivyo? Just understand me. There's a time nilikula ndani ya matangi. Kuna wakati nilikuwa chokora. Kuna wakati nilikuwa mwizi. Kuna wakati nilikuwa jera. All this time I met people who walked with me. Watu walinishika mkono. Watu wakanisaidia. Bishop Harrison Nganga amenilipia nyumba mwaka mzima mimi rent ya shilingi 5,000. Nilikuwa na shida kabisa kuraisi shilingi 5,000. Na ndio nishidwe kabla hiyo nilikuwaga natembea na magari 12 ya security na yangu moja. Nilikuwa naingia hoteli Intercontinental na nalipa bili ya 1,300, 1,400. Lakini kuna wakati ilikuja nikarudishwa chini. Wakati Mungu anataka kukutumia, ule mzee ndiye anaweza kukupatia story yangu. Nikiwa kwa Harrison Nganga nikisaidiwa chakula ya kukula. Na bereni nilikuwa nalipa, naenda kwa hoteli na watu wangu tunakunywa chai, tunakula manyama, tunakula nini, tunaacha biru ya 300,000 na usikii kama kuna kitu umetoa. Lakini baadaye life will change, nikarudishwa pale. When God wants to use you as a vessel, hautatembea na vitambara vya shetani. Utatembea atakutoa nguo zote akuvalishe zake. Na kakati wa kuvaa zake. Unajua za shetani zilikuwa ni tule tu straight tule tunawekaga na sabuni ya omo ndio kaigie. Kwa hivyo akiona akatoki haraka anaigizaga paga, anakata na hiyo paga inakukata. Anaikata hiyo ndio iaguke chini akuvalishe haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulikuwa unakula nyama na mapochopocho ya pesa ambayo ulitoa kwa shetani. Anang'oanga hiyo zote, anaanza kukupatia zake na anakupatia from zero. Pole pole. Anakufundisha mimi is a God. A God is from one step to another step. Kwa Mungu you don't jump. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani tulikuwa tunajabu. Kwa shetani tulikuwa tunaenda tunapigia mtu simu. Tweni Radi Road. Hello. Habari yako? Sasa kwa nini unaongea baya ya vijana na wewe ni mzee? Mimi sijaongea vibaya. Sasa tumeamua hiyo kichwa yako iende. Sasa ukisikia kichwa inaenda na uko na 500 kwa banki, si afadhali 500 iende kichwa ibaki? Sasa hiyo pesa ndio tulikuwa tunaenda huko Serena kukula. Sasa hiyo pesa yote lazima shetani afanye nini? Arudishiwe. Ndio Mungu na yeye akutengeneze, akwambie hapa kwangu tunaendaga step 1 glory to another glory. 1 glory to another. Ndio wewe ukisema kweli Mungu ako hai. Ndio wewe ukisema God loves me. Ndio wewe ukisema Mungu ako. Haleluya. Lakini kule sasa tukienda huko unapata 500 utatambua Mungu. Na ulipiga kasimu. Nilikuwa nauliza kuna mjamaa mwingine alikuja kunihubiria hapa akaniambia Mungu amekubariki. Nikamwambia hebu kaa chini. Nikapigia msemo mwingine nikamtishia maisha. Nikamwambia tuma 1,300 haraka sana na kugojea mahali fulani. Ilikuja haraka. Sasa huyu jamaa nikamwambia enda ukule kwanza. Akaenda akakula pale Serena. Akakula chakula, bili yake ilikuwa 10,000. Nikamuuliza hapo umeona Mungu? Umeona Mungu? Mungu ndiye amekula amenikununulia. Mungu ndiye ni mimi nilipiga simu ama ni Mungu alipiga simu? Jamaa akasema najua. Nikamwambia acha ujinga, peleka hiyo Mungu yako bali. Mimi najua kujitafutia.
Wakati Mungu alishuka huko kwa kujitafutia, kulifugwa kwote na huyo Mungu. Kumbe yeye ni mwanaume wa wanaume, anajua kufuga. Alifuga kamoja, nikaendelea na stori zangu na kujivijali. Akafuga kengine, hafugagi zote, anafuga ka one kashimo kengine kamoja, anakuachia. Mashimu ni 10, anafuga kamoja, anakusikiliza. Bado wewe ni mang'aa. Namuuliza, unaniuliza wewe ni mang'aa, wewe ni nani? Anafuga kengine. Bado mang'aa inaendelea. Wewe kwenda unanipigia kelele. Anafuga ya 7. Anaenda pole pole. Baka ikibaki 2 ndio unaanza kusema, oh God, why me? Why me? Asikiza hiyo sasa, anafuga kengine, bakiza kama hewa inaanza kupunguka. Nasema, Lord, oh Lord, niko tayari kukutumikia. Niko tayari kukutumikia kwa yote. Anafuga mpaka hako sasa. Unasema, God, hata kama nikukuja mimi niko tayari kukuja. Umang'aa yote. Alafu anakuja na kuuliza, bado wewe ni mang'aa? Hapana, niko tayari. Na watu wengi hapa tumekuwa hivyo. Tumeteseka. Tumeteseka kwa sababu tuliitwa lakini tumekataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliitwa na uko na mwito kubwa sana, lakini kwa sababu ya umang'aa na kutafuta pesa, hiyo ndio unakuta uko busy. Unaambia Mungu, wait a minute, I'm coming. Kaaga hapo, kunywa kasoda ya Torino, kunywa na kuja. Haleluya. Naye Mungu anakuja, anakunywa kasoda, atakaacha hapo kanusu ndio ujue aliku, lakini akaondoka. Wakati wewe kumuita arudi. Unajua Mungu anaedaga. Na akienda anaedaga na anasema simu. Unasikia mteja unayemtafuta hapatikani kwa sasa. Na sasa hiyo ndio ulimhitaji. Unajaribu kutafuta simu nyingine yake, unaambia anakuaga na simu ngapi? 1. Kwa hivyo sasa hiyo ameenda Dubai, ako huko kwa mabichi anatembea huko. Wakati alikuwa huko kwako alikuja, alijileta. Wewe hukumuita, alijileta akakwambia nataka kukubariki. Ukamuuliza uko na kichwa mzuri. Haleluya. Ukauliza Mungu ako na nini? Because sisi tumekuwa hivyo, umang'aa. Unafikiria unajua, kumbe hujui. Unafikiria unaweza kukua mtu wa maana sana, kumbe wewe si wa maana. Wewe ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo sasa ndio nakwambia, ukakubali Mungu akutumie, akujenge upya. Niumbie moyo wa kai. Siku utaiba hiyo wimbo, waambie Mungu, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, moyo uliobodeka. Na kuambia afadhali ungeiba hiyo wimbo, kwa sababu anakujaga na kubomoa, anaanza kukujenga. Una imagine ile nyungu ile ya kupikia chakula, inasema inataka kutengenezwa nyungu nyingine mpya. Inafanyaka hadi mwenye kuivuja hakuagi na huruma, kwa sababu hana haja nayo, anaichukuaga anaiagusha chini, kisha anafagia hizo vipande, kisha anachukua nyundo anaanza kuigoga ndio ikwe nini? Mchaga tena. Hivyo ndio niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Haya, akuumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Na wewe ni mang'aa ya Kawangware. Akuumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Na wewe ndio jagiri wa Ithaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuumbie moyo mpya. Na wanaume wa Kawangware hautakagi kuona wakipita. Wewe ndio wao ndio nakupatiaga chakula. Akuumbie moyo mpya. Wanawake Kawangware msima, wewe ndio unajuaga ile kitu wanakula. Kai. Na umemwambia kuumbie moyo mpya. Wacha nikwambie my dear friend, utakamatwa kwanza ukiwa kwa bibia wenyewe. Hiyo ndio moyo mpya anaanza kukutengeneza. Utakamatwa na wewe unajulikana mtu wa heshima. Utakamatiwa kwa bibia wenyewe ukiwa juu. Na kitu kibaya upatana na huyu wa mwingi mwenye amefugwa. Inakwamia huko ndani. Sasa ninaita Mungu, niko tayari. Mungu sasa amezima simu na ameenda Dubai. Anaanza kukutengenezea moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuumbia moyo mpya na unafanya kazi ya magedo ya wisi.
Sasa ile umeenda umekusanya vitu, umefikisha kwako, na watu wanakujua ni mwanabiashara mzuri sana. Vitu zote zina polisi ndio hawa, price code ndio hawa, wanakuja wanakushika. Unaanikwa kwa TV zote zinakusoma, magazeti. Mwanamke mfanyabiashara wa Kawangware akamatwa na bangi gunia 6. Na huyu mwanamke ndiye anaendeka kanisa Sunday kudanganya Mungu. Kumbe uliiba wimbo. Niumbie. Hivyo ndivyo Mungu anakuaga. Mungu anajifanyaga mjinga. Akianza kukutengeneza, anafugaga masikio na macho, anakuwa mjinga, anakuwa bubu. Na anaanza kukutengeneza, hasikii, hakuoni na hakuongeleshi. Anakushughulikia mpaka hiyo moyo inakuja. By the time umalizane na Mungu, unaonaga watu unapiga magoti na abia, ningependa kukusaidia my brother. Watu wanauliza, "Oyo na ole, huyu ni yule?" Wanasema ni yeye. Kai. Unasikia watu wanasema, "Ati ni ngania, ni Waruinge. Ndio ananyenyekea hivyo. Yule tunajua." Hapana. Labda kuna nia baya. Hana nia baya. Ni venye ameshughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni venye umeshughulikiwa, umefinywa mpaka ukiona mwanamke kama huyu unafuga macho, unasema sitaki kuona. Ukiona kimwanaume na ni kizuri na ndivyo ulikuwa unakiona, mate inaanza kumwagika, unaangalia kwingine. Ukiona tu pesa tumeanguka, unasema we umeangusa pesa hapa. Anasema sio yangu, ni yako, kuja chukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hatari ya kushughulikiwa na Mungu. Wangapi wangetaka Mungu awashughulikie? Huyu mama amesema hawezi taka. Inua mkono wako vizuri kama ungetaka Mungu akushughulikie, akuumbe tena, akutengeneze. Hallelujah. Thank you. May God hear your prayer. Akutengeneze ukue chombo ambacho alitaka wewe ukue. Maana wakati ulizaliwa ukiwa na talanta zako. Ulizaliwa ukiwa na baraka zako. Ulizaliwa ukiwa mshindi. You are born a winner, a victor. You are born a conqueror. But the devil came and took you away. Shetani akakuondoa. Kule alikupeleka ni mateso tu. Angalia sura yako sasa venye iko. Umekaa tu mtu wa kuhurumiwa. Angalia. Umekaa tu mtu, huyu mama hajalala leo usiku kucha. Hajalala, ametafuta usingizi, ameutafuta, imekosekana. Saa 12 ndio alishikwa na kausingizi. Ni kweli ama ni uongo? Yes. Alijaribu, ametafuta usingizi. Analala kitanda hivi, mpaka mtu ya neighbor anaweza kufikiria kuna maneno yanafanyika kwa hiyo nyumba. Na hakuna, nikugaruruka, amelala hivyo. Mateso, kwa sababu nothing is working in her life. Kila kitu imefungwa. Na ukimwambia huyu mama, kuna wakati alikuwa anaenda kanisani, Mungu anamtumia. Ni kweli ama si kweli? Na ulikuwa unanena kitu na kitu kinakuwa ni hicho. Sinatendeka, si ndio? Sasa umang'aa kwa sababu ulipatana na mtu anaitwa Josefu, na ulipatana na mtu mwingine, hiyo raha ukasikia ni tamu kuliko Mungu. Wakakuondoa kwenye upendo ya Mungu. Saizi angalia uko peke yako. Ni kweli ama ni uongo? Si ni kimoto kibarubaru kizuri kilikuwa na tupesa. Sasa tupesa tuliisha, kibarubaru kikaisha. Wewe sasa uko hii kitanda unagaroroka, hakuna hata kimutu kinakuangaliaga hivi unalala pia unafanya nini? Hakuna. Wale walikuwa nakuita bebu, hakuna. Wale walikuwa nakuita sweetie, hakuna. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli. Alikuwa na wao wazuri, walikuwa namletea hizi. Bereni alikuwa naongea na Mungu hivi, akikuangalia hivi na kuangalia mpaka ndani ya matumbo kuko na kabeji 5. Huyu alikuwa anasema kabeji 5 ziko pande hii. Sasa akatorokea Mungu, naye Mungu wako sahi ako Hawaii. Na simu huko kuna network. Ndio umeona umejaribu kuenda kwa mpaka umeenda karibu uende kwa waganga. Ni kweli? Umeenda kwa waganga. Lakini uko karibu. Hauko karibu? Yaani hujasikia nimeenda kwa pastor huyo, nothing is happening. Nimeenda kwa pastor huyo, hakuna kitu inafanyikana. Nimeenda kwa huyu, nimeenda kwa nabii fulani, hakuna kitu inafanyikana. Umefika hapo? Kwa manabii wote wameshindwa. Baka mtu mmoja akawaambia, si ujaribu wazee.
Ni kweli? Tuongee tu kweli. Nataka kukusaidia, nipigie Mungu simu nimwambie atoke Hawaii. Niko na network yake. Akuje. Utashikwa na hii roho, inaduda sana. Si roho inaduda. Baka unastuka, unakaa unastuka hivi. Ukiwa kwa kitanda peke yako. Si unastuka? Sasa hiyo ni dalili ya unaambiwa utubu haraka. Ufanye nini? Si unajua ile makosa yote umefanya, ile maneno yote ulifanya, na venye uliacha kazi ya Mungu. Eti kwa sababu ya makasiriko, ati pastor alikusimamisha, alikuonea sana, ukakuwa na makasiriko. Ati kama hiyo ndio pastor, ni wa nini? Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli. Yes, ni ukweli. Alitoka kwa sababu alikasirishwa na pastor. Na pastor alikuwa chombo cha kukufinyanga, ndio moyo uubike. Sasa uliwachwa, nyungu yako imewachwa pale nje, ni vipande, bado nyundo iko ya kupiga wewe. Kutoka hapo utaturudi utengeneswe, uwekwe, ufinyagwe, kuwe matope, tena bado hujachomwa. Mami. Hii ni ile nyungu iligongeshwa chini ikakaa pale. Sasa bado haijagongwa na nyundo ndio ikue uga. Bado hijawekwa kwa matope ndio ikue maji, itengenezwe vizuri, iwekwe kwa jua ikauke, ikisha kauka tena iwekwe kwa moto. Uko na step zingine ngapi? So either ufupishe step hizo ama ujiachilie upitie. Ukae tu na umang'aa upitishwe, kwa maana Mungu alisema wewe ni chombo chake. Upende usipende atakutumia. Na anaweza kukutumia ukiwa pale Kenyatta, miguu ikiwa imeinamishwa, imeinuliwa hivi. Anaweza kukutumia huko. Utaombea watu wagonjwa huko Kenyatta, wanapona, lakini wewe upone. Hivyo ndivyo Mungu anakuwa. Mungu ni mang'aa. Na ukimwonyesha ujeuri, anakuwa jeuri mzuri kukuliko. Haleluya. Anakuwa jeuri mzuri kukuliko. Mimi nilikuwa mang'aa. Mimi nililipiwa a millionaire. Mimi nilikuwa na spend kila siku 1 million 2 million, kwa sababu kuitisha ni rahisi, zinakuja. Naenda hoteli, naenda na watu kama nyinyi yote, nafuga hoteli. Imagine Intercontinental, unasema hiyo mlango ifugwe, bili ya hawa watu yote niletewe. At the end of the day, washirika kwa Harrison walikuwa kanisa ingine ilikuwa hapa chini, Menegai House. Hapo walikuwa naambiwa tuchagie Waruinge pesa ya kulipa nyumba. Ninaanikwa kwa TV na dunia mzima inasikia ati Waruinge nachagiwa pesa. Ya nini? Ya kulipa nyumba. Ati ya how now? Yani mpaka watu how now? Na ni shilingi ngapi? 5,000 ambao nilikuwa napata chokora pale, na mfadhaikia kwa kibeti, na mwambia chokora aende ukakule. We kuja. Shika hii 5,000. We mzee simama hivi. Yani ile pesa ungekuja kwangu uniombe pesa, nikupatie pesa ya maana ni shilingi 200 300. Nikwambia eda. Nilirudishwa mpaka kwa shilingi kulipiwa rent. Sasa gawanyisha 30 divide by 5,000. Ndio ujue kila siku nilikuwa napatiwa pesa ngapi. 30 divide by 5,000. Kila siku nilikuwa napatiwa mia ngapi? 600. Ni 600? Ni ngapi? Ni 100. 70. 2? Si 2. 200. Hebu fanya hesabu hiyo. 5,000 divided by 30. 30,000 divided by 5,000. Nime 166 bob. Kila siku ndio nilikuwa napatiwa. Kutolewa kule. Ati nikienda nyumbani nilikuwa napigia simu pale Wilson. Wanakuja kwangu, wananichukua na ndege, wanipeleka nikasalimie mama. Nalipa bill kwenda nyumbani Moro ni 1.5 hours, na kurudi ni hizo ni 3 hours. Na ndege inalipangwa per hour 100,000. Hizo ni 600 unalipa. Alafu bado kuna matumizi. Na haitarudi asubuhi, tutatembea nayo. Ukitaka kwenda nalo huko, tunaenda mahali kwa hoteli tunajua iko na mahali ya ndege kushuka, inaenda natulia hapo, tunakunywa chai. Alafu tunaambia pilot hurumisha tuende. Hiyo masaa mpaka saa 12 yote hesabu 100,000
1.2 unalipa. Nilirudishwa kupatiwa 160 bob. Hallelujah. Nilifinywa siku moja hapa nikakosa fare 100 ya kutoka hapa Railways kwenda kwa Gugong. Na kwa Gugong kule nilikuwa nyumba zangu zote zilichomwa, magari zikachomwa, niliredusiwa nikakuwa 0. Sema 0. Nikakomboa nyumba ya mabati, na si kukomboa, ni zile za mtu alikuwa na jega akaabandon. Pesa ikaisha, akaenda na akakaa kabisa. Nikaingia kwa kanyumba hako kama mabati, nikakaa huko ndani. Kumbe next week ndio mwenyewe anakuja, akakuta kuna mtu anakaa. Nilitolewa huko Unyoya. Na ninalala chini. Ninalala kwa makodoro ile. Unajua ile makodoro ya gunia? Na kaokota makaratasi ya maziwa. Bote unaokota huko unaweka huko ndani. Hapo ndio nilipelekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anataka kuniona na sitaki kujulikana niko huko, kwa sababu najua kuna siku mlinitangazia vita. Niko huko, niko peke yangu. Alafu hakuwezi kwenda hata duka kukopa, watu wasijue kule naishi. Kwa sababu unafuatwa na hawa watu wa kudi haramu, wanakufuata na polisi bado wanakutafuta. Sasa you have no peace. You are alone with your God. Baka siku moja nikatafuta tu, unajua ile unaenda unapita hapo kwenye ploti, unaenda nikapata sufuria 2 ziliachwa usiku. Nilikuwa asubuhi. Nikachukua sufuria ndio nipate mahali kitu ya kupikia chakula. Na ile chakula napika niende ile moreda ile inakuanga kwa mafensi ama managu ile inakuwa kwa kichaka. Hiyo nilikuwa naenda kuchuna. Ninakula. Mtu mwenye alikuwa na spend $1 million per day. That is the time when God goes. Anaenda Hawaii na anasima simu. Anaenda huko Toronto na anasima simu. Because ulikosa kumsikiliza wakati alikuwa hapo karibu. Hallelujah. Ulikosa tu time yake wakati alikuwa karibu. Naye akikosa time yako, I'm telling you my dear friend. Utajaribu hata mwanaume unamwambia nimetengeneza mzigo kuja, ingia, anakuambia no. Nasikia unanuka. Halo. Unatamania ukufe na yeye anakuangalia, ameachilia malaika, anasema huyo mtu asikufe, mchuge yeye vizuri. Unakunywa dawa ya maradhi, unaimeza view inaingia, unasikia ni soda ya Coca-Cola inaingia, unatoa na maradhi inafanyika dawa. Kama kulikuwa na minyoo ndio inakuta imekufa, wewe bado unaendelea. Unaweka kapa mzuri ya nylon mpya, unafuga hapa, unaruka, inakatika mara 2, unabaki hapo. Kukunia tu ndio utakunia, ndio watu wajue ulikuwa unataka kujinyoga. Bwana Yesu anakuja na kuuliza, haya bado hujakufa? Na anatoka tena anaenda. Unamwambia Mungu niko tayari kutumika, anakwambia nitakuja. Laini yako ni kama nitakuona next year kitu mwezi wa 8. Na saa hiyo mko Januari ya mwaka huu. Nitakuona next year kitu tunaweza tafuta nafasi mwezi wa 8 wa 9 hapo, tuangalie kama utapata nafasi. Kwa hivyo you are not sure, you are pending and you are not sure. That is God for you. Akikuja tu Mungu sahi, mpokee immediately. Muulize Mungu, unataka nifanye nini? Muulize tu. Saizi uko na mtu mzuri anakuelezea. Sisi hatukupatana na watu wazuri. Nilikuwa na huyu mzee anaitwa James Maina Nganga. Unaona huyo? Alikuwa naona pepo. Kiniona tu anaona pepo. Lia na utoke. Lia baba. Lia na utoke. Lia na utoke. Sasa najaribu kulia nitoke, nikakataa kutoka. Najaribu analiweka tena. Sasa kesho tena ukuja kuambia lia na utoke, na ukumbuke venye alikupiga sinapu. Utalia. Huwezi lia. Unajikuja tu unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we are suffering. Ndio watu wa Mungu wanateseka. Maana wewe ulitengenezwa na ukatengenezwa, wewe ni mtu ambaye ako na vitu zake. When you came hapa, wakati ulikuja hii dunia, ulikuja na vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni kwenu ni wapi? Kakamega. Ukienda Runda kuna Mluya wa Kakamega. Si ndio? Si kuna Mluya wa Kakamega? Na wewe ni Mluya wako, unakaa wapi? Kawangware. Lakini ulitoka Kakamega. Bunyura ni Bufula. Wapi?
Wewe ni Muisuga? Wewe ni Muisuga Sasa kuna Muisuga ambaye anaishi wapi? Runda. Na kuna Muisuga ambaye anaishi wapi? Kawagware. Nyinyi wote wawili mliingia basi Bukinya, mkakuja Nairobi. Yeye akafanyia maamuzi ya kwenda Runda, wewe ukafanya maamuzi ya kwenda wapi? Kawagware. Lakini mlitoka kijiji gani? Moja. Hakuna mtu special dunia hii. Ukifanya maamuzi leo useme ni Runda, utaikaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Just connect yourself with God. Connect yourself with the blessings of God. Allow God to use you. Allow God to walk with you. Allow God to become a blessing in your life. I'm telling you, kila kitu kitafanyika. Hautang'ang'ana tena. Hautalia. Hautakuwa soja tena. Hautakuwa mtu wa kubeba mizigo. Sasa umebeba gunia mzima ya waru. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hiyo ni mwanaume ya binadamu ya mwanamke yako kwa nyumba. Alafu mwanamke anaenda. Ukienda nyumbani mgongo imekataa, unalala. Na kuchoka unalala. Mwanamke anajaribu kusukuma na anakuuliza. Sasa ndio umemalizana na malaya wako. Sasa hata unioni kama mimi ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because we left God. Tukajitengenezea nyumba zetu. Tukajitengenezea mipango yetu. That is why unaona ni kama ulirogwa. Si mtu alikuroga. Wewe mwenyewe ni mchawi. Ulijiroga. Haleluya. Wewe mwenyewe ndio uliondokea. Kitabu cha Mwanzo mstari wa 26, wa 27 na wa 28 unasema nini? Na wakasema na nitumuumbe mtu aliye kama sisi. Haleluya. Tuumbe nini? Mtu aliye kama sisi. Kwa hivyo wewe umeumbika kwa mtu kama nani? Kama Mungu. We are all in the image of God. Na mume na mke wakatengenezwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo wewe umetengenezwa kwa mfano wa nani? Kisha akasema nimekupatia ndege wa angani, samaki aliye ndani ya maji, mnyama aliye kwenye ardhi na miti yote ikuwe manufaa kwako. Si ndivyo amesema? Na akakwambia akapatia man akuwe na dominion. Sema dominion. Dominion ni kufanya nini? Kudominate, kukalia, yani kutawala, kuwa mtu ambaye anatawala. Akakupatia dominion. Ya nini? Samaki wa majini, ndege wa angani, mnyama wa ardhini na miti yote na mabahari zote ziko kwenye mikononi mwako. Haleluya. Sasa tuanze kuangalia degree ya ujinga yetu bali litoka. Sasa ndege ni wako wa angani, samaki ni wako wa majini, nani? Ng'ombe, mnyama, swara, sugura, zote ni zako. Miti yote ni yako. Ati murenda ni yako, sukuma ni yako, nini ni yako, marasta wanasema bangi ni yao. Yaani hizi vitu zote ni zetu. Na akakwambia dominate, tawala samaki huyu, tawala huyu ndege, tawala huyu mnyama, tawala kila kitu. Akakupatia na akakupatia mamlaka. Kisha akakwambia subdue the earth. Akakwambia dunia hii uikanyage ikuwe chini yako. To subdue ni yani uimiliki, uikanyage, dunia ikuwe chini yako. Hello. Alafu alipoona amefanya hayo yote, Biblia inasema naye Mungu akafurahi. And God was happy. Ati Mungu akafanya nini? Akafurahi na akawabariki. Mama na baba wakafanya nini? Wakabarikiwa. So mwanzo kabisa Mungu amekupatia utawala wa kila kitu. Number 2, Mungu is happy with you. Number 3, umebarikiwa. Hizo vitu zatu ziko nazo. Sasa niambie, ndio hii jai kupiga hivi, ndio hii umaskini kugoge hivi, mlikosania wapi na Mungu? Vitu za Mungu mbona zimekukataa?
Mlikosania wapi? Mlikosania wapi? Amekupatia vitu zake zote, ndio zile pale unaziona, ndio zile, lakini zimekataa kukuja upande yako, zimebaki tu pale, zinakuangalia tu, unazina kujeni, zinakuangalia tu, kujeni pesa inakuangalia, kodoo kujeni, zinakuangalia. Imagine mpaka samaki unaenda tu kwa mtu unaweka hivi, unatoa unakula, zimekukataa. Ni wapi kulienda? Vitu za Mungu zimekukataa. Kwa hivyo hizi vitu zilisikiliza mwenyewe akawaambia, naona huyo na huyo na huyo na huyo, na zinatii. Hallelujah. Where did we go wrong? Ni kwa nini unalia? Ni kwa nini mateso? Ni kwa nini magonjwa? Ni kwa nini kila msukumo wa maisha yako imekuwa very tough? Nothing is working in your life. Eti mpaka ukienda unataka, ati unasikia mnaenda mahali kuhubiriwa, lazima uulize kuna fare. Halo. Lazima uulize tunaenda kupatiwa nini? Kutafuta Mungu unataka ulipwe fare. Kutafuta Mungu unataka ulipwe. Kai, makosa zaidi unajiwekea. Hivyo naye Mungu anakaa bali anasema, alipiwe ndio akuja nisikilize. Okay, basi tuende kazi. Anazifuga kashimo kingine kamoja. Baka wakati utaletwa, utajilete mwenyewe, utatembea kutoka Kawagware mguu kuja kutafuta huyo Mungu, bila kutumwa na mtu, bila kupigiwa simu na mtu. Wewe mwenyewe unakuja unauliza, ile kanisa ya mtumishi iko wapi? Peke yako unajilete bila kuulizwa na mtu. Sasa hiyo maisha imefika mwisho, nakwambia mtumishi, nena tu neno moja. Namuuliza, fare ama nini? Hapana, neno moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kumtafuta Mungu. Na umpende huyu Mungu, mwambie niko na mikono ulinibariki, niko na macho ulinibarikia, niko na masikio ulinibarikia, niko na miguu ulinibarikia. Nataka kutembea kwa uwezo wako, nataka kutembea kwa mamlaka yako, nataka unibariki, ubariki mikono hii, ubariki mikono hii. That is what you need. You don't need anybody's money. You need to be blessed. Mikono yako ibarikiwe. You don't need anybody to give you. Maana binadamu, Biblia inasema amtegemeaye binadamu amelaaniwa. Sasa ndio unaona, ukanitegemea mimi na kuongezea laana zaidi na zaidi. Sasa niambie, wewe ni mtumishi, wewe ni mtu ambaye kama huyo mama ni mtumishi wa Mungu, lakini ananitegemea nani? Laana na zinaendelea kuongezeka. Zinaendelea kuongezeka. Kwa sababu hatukufundishwa injili ya ukweli. Ni kuambia Mungu habariki mdomo. Halo, mnanisikiliza? Mungu habariki nini? Habarikingi mdomo. Mungu habarikingi miguu. Hata nikahubiri nihubiri namna gani, sitabarikiwa kwa sababu ya mdomo. Hata nitembee namna gani, sitabarikiwa kwa sababu ya nini? Ya miguu yangu. Mungu bariki kazi ya mikono. Mikono yako ndio imebarikiwa kwa kazi. Miguu, akamwambia Joshua, mahali popote utakanyaga utamiliki. Kwa hivyo miguu ni ya kumiliki. Haleluya. Miguu ni ya nini? Ni ya kumiliki ardhi, kumiliki mamlaka, unamiliki. Alisema mahali popote utakanyaga inakuwa mahali yako. Kisha akamwambia nini? Akamwambia mtu anaitwa Ezekiel 16, son of man, can this dry bone be alive again? Hii mifupa inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa hai tena? Akamwambia wewe mwenyewe ndio unajua. Kisha akamwambia fungua kinywa chako itabirie. Kwa hiyo mdomo ni wa nini? Ni wa kutabiri. Unapotoka nyumbani jitabirie mazuri. Unapotembea jitabirie mazuri. Nena mazuri kukuhusu. Kuja kusema mimi naona ni kama mimi stahili kuishi, unajitabiria haustahili kuishi. Unaona ni kama Mungu hanipendi, unajitabiria Mungu hakupendi. Unaponena neno lolote la kinyume kwako, ni utabiri unatoa kujihusu. And that is what will happen.
mdomo wako uko na nguvu. Akampata Jeremiah akasema mimi ni mtoto tu na siwezi kufanya, siwezi kunena. Naye Mungu akamwambia usirudi kusema wewe ni mtoto. Hello. Usirudi kufanya nini? Kusema mimi ni mtoto. Akashika mdomo wake, akauguza, akatia maneno yake ndani ya mdomo wa Jeremiah. Na akamwambia Jeremiah, chochote lolote nitakalo kuambia ukaliseme, uliseme, maana nimeweka maneno yangu. Na pahali popote utaenda, nikikutuma uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitishwe, usibabaishwe, usiwe na uoga wowote, usiwe na jambo la kukusumbua, maana nimekutia nguvu kwenye mdomo wako, nimetia miguu yako nguvu, na mikono yako nimeibariki, na kinywa chako kiko na unabii. Jinenee mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati sisi wanyonge hatuna wa kututetea. Nani alikwambia? Mkiwa na nani? Nyinyi wanyonge mkiwa na nani? Mimi si yuko hapo. Mwambie mwenzako mimi si mnyonge. Kasikia mtu akisema ati sisi wanyonge, unajua sisi wanyonge. Wanyonge ni wewe. Mimi si mnyonge. Na usiweke mtu mwingine mnyonge. Wewe ni mchawi. Umnanenea wale wengine unyonge. Ukasikia mtu akisema ati sisi wanyonge, chapeni kofi mkuje ndalipa biro. Ukuje na receipt ya kuchapa mtu, nitalipa hiyo biro. Hakuna mnyonge. Mnyonge kama wewe umejitabiria unyonge ni yako. Sisi wote tumeumbwa, tuko na mamlaka ya hapa duniani na hata kule mbinguni. Maana tumeumbwa katika umbile la Mungu. Tumeumbwa katika mamlaka ya kiungu. Tumeumbwa katika upendo wa Mungu. We got the power to triumph over snakes and scorpions and they cannot be able to hurt us. Yani tutapenda, unatembea juu ya nyoka na nge na haziwezi zikakuumiza, maana uko na mamlaka, uko na uwezo wa kufanya jambo lolote lile. Wacha kushinda hapo kilia ati unajuaje? Unajua hivi. Najua nataka kwenda kwa nabii, anena neno moja, agarau nipate renti. Renti hautapata kwa neno moja. Renti huwezi. Chakula haiwezi kuja kwa neno moja. Haiwezi. Itakuja kwa maneno yako mazuri ya kutabiria. Unatabiria mifupa mikavu inakuwa na nyama. Ezekiel alitabiria mifupa, kaiambia mifupa ikasikia. Kumbe shida yote iko na masikio. Haleluya. Kila kitu unachokiona duniani kiko na masikio. Akatabiria mifupa, akaambia mifupa. Kumbe hii mifupa, unajua hii mafisi zinakula nyama, si ndio? Sasa hii kuna fisi moja ilibeba mfupa ya ujamaa kama huyu ikapeleka Naivasha. Hii mguu ingine iko kwa Ukabani, uko Kagudo. Maji ilikuja ikapeleka Kagudo. Kichwa hii yake utosi imepelekwa wapi? Ruai na huko. Ingine imepelekwa Lemuru na huko. Mwili ingine mifupa. Babu ziko wapi? Wakati alitabiria mifupa ule uko Nakuru, ulitafuta njia. Ule wengine zikaabiana tukutane wapi? Zikapigiana simu haraka. Toshamanie konane godokile. Kumbe haribika, unataka tukutane wapi? Mguu ikatoka Kagudo, mguu ile ingine ikatoka Ruai, mkichwa kikatoka sijui Machakos, zote zikakutana. Alisikia mgurumo wa mifupa, rattling ngura, mifupa ikitafutana. Immediately mifupa ikarudi. Imagine mifupa ya Kagemi na mifupa ingine iko Mukuru kwa Ruben. Mifupa ingine iko wapi? Iko Ruai kwa sewage, ilichomoka huko. Mifupa hiyo ilitafutana. Utajiri wako upo. Wakati utajiweka kwenye position ya kujitabiria, utajiri utatafutana. Mali yako itatafutana, gari yako itakutafuta, nyumba yako itakutafuta, mume wako atakutafuta, mke wako atakutafuta, biashara yako itakutafuta, maana umenena neno lililo na nguvu kutoka mbinguni. Hiyo tu ndio inahitajika. Vitu zako ziko. Hii mifupa ilikuwa, mifupa ile ilikuwa moja imeenda huko, mingine imeenda huko, mguu umeenda huko, mkono huko. Lakini wakati order ilitoka kutoka mbinguni, mifupa yote ilitafutana na ikapatana. Jiulize ilipigiana aje simu? Mifupa iko kwa Wagware, mguu hii moja. Ile ingine iko Kagemi. Ile ingine iko Ruai. Zilipigiana simu namna gani? Haleluya. Jiulize tu.
How zilikutanaje? Kuna uwepo. When you invoke the power of God, wakati unapomhusisha Mungu katika maisha yako, ana uwezo wa kuvileta vitu pamoja, maana mdomo uko na nguvu ya kutabiri. Wakati Ezekiel alitabiri na akasema, mifupa mko wapi? Mifupa ilikuja, ilipokuja ikarudi pamoja, akarudi akaitabiria. Mungu akamuuliza, weka nyama. Yeye mwenyewe Ezekiel akasema, mifupa kueni na nyama. Nyama zikarudi, maana zipo zinaongojea tu. Utajiri wako upo, unakungojea wakati you come back to your senses. Pesa zako ziko zinakungojea, just waiting for you when you come back to your senses. Mali zako ziko, magari zako, mang'ombe zako, ndoa yako ipo, just waiting for you when you come back to your senses. Wakati mifupa ilirudi pamoja, nyama ilikuja. Sio kama mnanielewa? Are we getting together? Kwa hivyo umasikini nani amejitengenezea? Si nyinyi, sema ni mimi. Nyinyi mkiwa na nani? Mlikuwa na nani mkitengeneza umasikini? Umasikini nani ametengeneza? Ni mimi. Mimi ndio nimejitabiria kuwa maskini. Mimi ndio nimejitabiria kuwa mnyonge. Mimi ndio nimejitabiria kuwa siwezi. Haleluya. Maana sikumhuzisha Mungu. Wakati Ezekiel aliulizwa, hii mifupa inaweza kuwa hai, naye alimwambia, je, wewe unajua? Mungu anajua. The day you involve God in yourself, then you become that powerful person. You become that powerful person. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And that is the most important. Hiyo ndio kitu cha muhimu katika maisha yetu. Tusipokuwa na jambo kama hilo, hatutafaulu. Utaendelea kuishi maskini, utaendelea kutumika. Bwana, umewahi kujiuliza ni kwa nini kwa kila town, kwa kila mji ambao uko na matajiri, kando yake kuna kitongoji cha maskini? Ushajiuliza? Hebu tuangalie. Runda, kuna kitongoji karibu na wao? Inaitwa nani? Kidhogoro. Si ndio? Next. Twende Lavington. Kawangwale. Twende Muthaiga. Muthaiga hii. Upande mwingine iko nini yuko? Mathare. Yesu asifiwe sana. Kila mahali kuna matajiri, kuna kitongoji cha umaskini. Kwa nini? Kwa maana maroho ya wale ambao wako pale inatumika kusuppress hawa, ndio hao waendelee kuwa watumwa. Ndio maana unakienda kila mahali utapata hapa kukiwa hiki. Hata uende huko Kitusuru, kuna nini hapo kando? Kuna gashie na upande mwingine. Kuna Kangemi. Zimeshikana hivyo zikienda pamoja. Hiyo ndio mfano wa Mungu. Anakuambia unaweza kukua hivi ukipenda, na unaweza kukua hivi ukipenda. Maamuzi ni ya kwako. Anaishi Githogoro ni mtu anaenda choo kama sawa na yule amekaa Runda. Ama kuna mafia mtu wa anatoanga mafi na huyu anatoanga kabila hii. We all go, yote tu inakutana one place. Wapi? Ruai. Kwa hivyo tumia akili yako. Mungu amekupatia kila kitu na amekwambia the end result you are one. So you can uplift your life, you can change your life if you connect yourself with God. Just connect yourself with God. Be what God created you for. Bwana Yesu asifiwe sana. Be whom God created you to become. Mungu anakupenda kwa njia zote. Ndio kwa maana amekupatia uhai. Ndio kwa maana amekupatia nguvu. Ndio kwa maana amekupatia upendo. Ndio kwa maana amekupatia mawazo mazuri. Uko na mawazo na Mungu anakuwazia mema. Mwambie mwenzako, Mungu ananiwazia mema. Yes. We are not poor. We are not supposed to be poor. Haina ruhusa hata kidogo ulale bila chakula. Maana samaki alikupatia, miche yote alikupatia, ng'ombe, wanyama wote alikupatia, ndege wa angani alikupatia, kila kitu. It is at your disposal. Only you to connect with this God, for God to become a blessing in your life. Wewe tu unang'ang'ana unaenda kwenda biguni. Unaenda biguni gani na hujakula hapa? Utaulizwa maswali, nilikupatia samaki ulifanya nayo nini?
Nilikupatia miti ya huko duniani, ulifanya nini? Ati unajua sisi wanyonge. Mungu anakuambia mimi sina mnyonge. Niliumba binadamu, sikuumba mnyonge. Halo, unarudishwa, unaambiwa rudi. Maana Mungu anachukia mtu ambaye ako a lazy person. Mtu ambaye ni lazy. I don't mean that you are poor because you are lazy, but there is something you are not connecting with God. Kuna kitu ushikanishi. Mimi wakati niliteseka na nikateseka, kweli niliteseka, nilinyoroshwa, but the day nilidecide nikasema I want to serve you God, niliona milango imefunguka, nikashindwa. Hapa sio nilingangana sana kupita nikashindwa. Mungu akaniambia ni mimi nilifunga. Kwa hivyo kuna watu wengi hapa milango yao haijafungwa na shetani, imefungwa na Mungu. Mpaka wakati utarejea kwenye uso na kufanya kazi Mungu aliyokuitia, ndio mlango wako ufunguke. Wakati mimi nilikuwa kiongozi kule, nilikuwa natembea na magari mengi, nilikuwa na nyumba mazuri ya kifahari, niliondolewa kila kitu. Si shetani, Mungu aliondoa. Kwa hivyo ukikuja hapa ujiulize kwanza, ni shetani amefunga ama ni Mungu amefunga? Ndio tuelewe. Maana kuna watu wanapigana na shetani lakini ni Mungu. Kwa hivyo vita zako zote, utakufa umaskini, utakufa na shida zako zote ukipigana na shetani mwenye hana anything about you. Ndaka ndio unaona shetani siku hizi analinga, anatulingia huko na pale. Anafanya sasa vituko because mumemglorify kila kitu shetani, kila kitu shetani, kila kitu shetani. Baka sasa imagine watu bilioni 7 kila mtu anataja shetani. Sasa yeye na Mungu nani mkubwa? Umetaja shetani kutoka asubuhi mpaka jioni na hujataja Mungu hata mara moja. Ni nani mkubwa katika maisha yako? Ni shetani. Hautambui Mungu. Hauoni Mungu kama ndiye amekufungulia mlango. Hauoni Mungu kama ndiye amekuamsha. Hauoni Mungu kama ni yeye amekupatia pumzi. Hauoni Mungu kama ni yeye amefanya saizi huko hapa. Bado nasema shetani ashindwe. Aki shetani alikuwa karibu kutufanya. Aki shetani amefanya. Aki ya Mungu shetani. Mpaka unaweka aki ya Mungu na shetani. Aki ya Mungu najua shetani. Shetani ni muogo. Aki ya shetani. Sasa inakuwa kila kitu shetani. Kila kitu shetani. Kila kitu shetani. Why? Mungu wako alienda wapi? Where is your God? Bono sitaje kila oh my God thank you. Katika hali yako nyewe thank you. Ukikosa chakula thank you. Ukikosa kulala vizuri thank you God. Unamwambia Mungu ni wewe bado umekalia kiti. Mpe sifa zake. Sifa zote zirudi kwa Mungu. Wakikuyu ndio wanajua kuweka shetani na ubwa na Mungu kwa sentence moja. Gai guyo ebesha takoma. Yaani unamuita Mungu. Hiyo ubwa iko na pesa kama shetani. Kwa hivyo kwa Mungu hakuna pesa. Sasa ni pasta kama mimi unakuta nikiongea hivyo. Ni mtu ametoka kanisani. Ni mtu mwokovu ndiye amesema hiyo ati gai Mungu. Hiyo ubwa. Sasa wewe, hiyo ubwa iko na pesa kama shetani. Tunateseka kwa sababu ya confession ambayo tunafanya. What you confess is what you become. If you confess greatness, you become great. If you confess winning every battle, you win every battle. If you confess success in your life, you will become successful. You will never fail. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijiamulia utakuwa ukivaa mtuba, utakuwa ukivaa mtuba. Ukisema nitavaa designer, utavaa. You have the capability and the power and authority. It is in your mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wangapi unasikia kubarikiwa mpaka hapo tumefika? Wangapi nimeona makosa yangu kwa hii line? Hiyo mafundisho yote nimeona makosa yangu, fanya nilikosea Mungu. Thank you. Mungu ameona. Hiyo hivyo ndivyo Mungu alikuwa anataka uconfess, umwambie nilikukosea. Mimi nimefanya makosa. Just confession. Confession iko na power. Just confess. Confess to God. Mwambie this is what. Na wale watu wote wanajua kuconfess, they are so victorious. Wanashinda vita. Maana ukiconfess, you allow God to come in. Shetani anatolewa. Hallelujah. Usifiche. Kama ulilala na mwanamke wa mwenyewe, usifiche, msema, mwambie Mungu. Kwa sababu alikuona, anataka tu ufugue kinywa chako confess. Kama wewe ni mwizi, kuna mtu ulikoni, confess. Anajua, just anataka tu confess. Just confess. And when you confess, the burden, mzigo huo wa kishetani unakuondokea.
I'm telling you, my brother, my sister, 1 month, ninataka tutembee na wewe 1 month. 1 month. Ukiona hautakuwa umechange, we ujue maisha yako si mzuri dunia hii. Ujue tu wewe haufai hata kuishi kama hauwezi kuchange. Kwanza kabisa nitadeal na akili yako mpaka urudi. Mpaka saa hii ni watu wangapi umesikia akili yangu imeanza kurudi normal? Tu umeanza kurudi, umeona sense ya kurudi normal. Si umeona? Ni mwanzo tu, ni leo. Na tukienda na wewe siku 2 ingine 3, the sky will be the limit. Mimi hakuna mtu anaweza nibabaisha Kenya hii. Ama kuna mtu? Hawezi. Wamenajaribu, wameshindwa. Na sio ati mimi niko na nguvu, natumia hii mdomo. Na kutishia na mdomo mpaka unaogopa. Mdomo. Kwa sababu ninajua nguvu hii ya mdomo ina uwezo wa kunipatia chakula, ina uwezo wa kunipatia chochote nataka. Juzi nimeenda Europe, kutembea Europe. Kwa sababu ya nini? Na niliuza, nikaambia nitakuja huko, nakuja, nikatangaza wali milango 10, inchi 10 za Europe. Nilienda in 12 days. Hii mwaka peke yake nimeenda 12 countries. Mwaka peke yake hii mwaka. Si last year, hii mwaka nimeenda inchi ngapi? 12. Na tuko mwezi wa? Tuko wa pili. Hii mwaka peke yake umeenda Kawagware, umeenda vijiji gapi Kawagware?